anasema mtu asiye haki umvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Tunarejea kwenye neno ambalo alilizungumza Polepole. Akasema kwamba wabaya ndio wanaoharibu nchi. No, mtumishi. Alisema hivi, wema ndio wanaoharibu nchi. Kwa sababu wanashindwa kusimama katika nafasi yao. Wakiona uovu upo, huwa wanaendelea kufanya ule, huwa wanakaa kimya. Wanashindwa kukemea ule ubaya. Na mwovu siku zote hawezi kuachia nafasi. Na mwovu siku zote hawezi kuachia ngazi. Mwovu siku zote hawezi kufilisika. Hawezi kutokupenda fedha. Kwa sababu yeye mawazo yake ni kufanikiwa yeye tu bila kuangalia mtu mwingine anaendeleaje. Sasa ukisoma hata katika kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 32. Sio sisi tunaosema. Mtu mwenye mtu mwovu humvizia mwenye haki. Atafute namna ya kumfisha. Kwa hiyo kumbe ukimbilia tu uangalie namna gani huyu mtu nitamfisha, kwa sababu Biblia pia inasema kwamba mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Kwa hiyo mwenye haki akikaa mahali popote pale anajikuta ana uwezo wa kunufaisha sana ama akafurahisha sana kuliko mwovu. Na ndio maana lazima atapata kibali. Muangalie Kaini na Abili walifanya nini. Kwa unakuta Biblia inasema je, Kaini ukitenda vema utapata kibali? Yaani mpaka uue ndugu yako. Kwa hiyo hii laana ya kuua haijaanza leo hii. Imeanza zamani sana. Kwa sababu Kaini yeye alikuwa anatafuta kibali. Akakuta mdogo wake ndiye ana kibali kwa sababu ya maisha yake. Mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Sasa waovu wao hufikiri kuua ili ile nafasi abaki nayo. Anaanza kujutia baada ya kuua kwamba sasa ni jamani, kulikuwa na sababu gani? Mbona lenyewe imeisha? Iko kwa nini jamani? Lenyewe nimefanya nini sasa? Nimetongozea binti tu. Hata kama umenunua gari na kuwa lalana tu, kila ukikalia ukitembea nalo unajikuta unaweka mziki ili kupigisha kelele tu. Ila zinakuwa ni damu za watu tu zinalia tu. Ni kweli. Kwa sababu ya yale maonezi unayoyafanya. Ni kweli. Mwanadamu, sisi tunakutakia mema sana. Ndio maana tunatoka hapa na kukuambia haya. Si rahisi sana kuyasema haya. Ujue huyu mtu ni ameamua. Haya maneno alivyozungumza Polepole kwamba watu wema ndio waharibifu, ndio wanaoharibu kwa sababu wanawaona wabaya, wanashindwa kuongea na kuambia wache ubaya wao. Na mimi nikasema kwamba ni kweli kabisa wanashindwa kuongea kwa sababu watapata madhara kama niliyopata mimi. Unakuta 2022 mtoto wangu kauawa. 2023 mume wangu kafungwa kwa sababu ya kuzungumza ubaya. 2024 sijajua sasa ni mimi nafuatwa bado anaumwa. Na mwenyewe hapo umesimama muda mrefu hali mapambano. Alafu 2024 sasa hizi sijajua ni mimi nafuatwa kufungwa au kuuawa. Yaani sijajua nini kinafuatwa. Au ni baba kule hatujui. Yaani unaangalia Biblia si ya uongo. Inaangalia akili za binadamu vile zinavyokwenda. Na ndio maana nasema wenye haki mwovu kumtafuta mtu mwenye haki ili aweze kumfisha. Kwa sababu anaona huyu atapata kibali. Kaini, je, ukitenda vema utapata kibali? Kwani usitende vema tu utapata kibali? Lazima ulazimishe maisha. Sisi ni watu ambao tunakupenda sana. Na ndio maana huwa tunaongea mambo kama haya. Tukiongea kwamba tunajihatarisha na maisha yetu yako hatarini sana. Lakini bado tunakupenda mwanadamu. Hatutaki ufe katika hali ulionayo. Tunatamani angalau ufe hata ukibaki tu yuko kama sisi. Wewe angalia watu wa Mungu ukifa kama sisi, yani kama sisi hapa hivi. Jeneza ni lile moja, hata uwe na mahela mengi tutapishana bei za majeneza. Kwa hiyo mimi ningekusii sana usiangalie bei ya jeneza utakalozikiwa. Ni afadhali tu wakuzike na sanda tu wakuzike tu yani na chochote kile, lakini maisha yako yakanyoka vizuri, yakawa safi mbele za Mungu. Mwisho wako ule yule anayekufa angepewa ile neema ya kurudi ili akuonyeshe madhara yaliyoko. Basi mwanadamu yeyote angegeuka. Lakini kwa sababu ya jeuri ya kitimoto, jeuri ya stiki mdomoni, jeuri ya jinsi na cadet, jeuri ya gari. Nasema Kulga, sijui Land Rover, sijui nini, sijui.
Yaani hiyo tu ndio inakupa jeuri mpaka unaanza kufanya maasi. Kabla limesakafia nimewekewa marumaru utaviona hivyo. Sijui jeneza lilishushwa na mashine. Yaani lilishushwa na mashine, watupie, wafanye nini? Kufa umekufa. Ndio. Tengeneza mahusiano yako vizuri na Mungu. Ndiyo. Ili angalau Mungu awe pamoja nawe. Amen. Amen. Salamu zo. Kile kwenye Mithali, Mithali ngapi? Kinachosema mtu mwenye tamaa ya mali huondoa uhai wa walio nayo. Mwenye haki. Hata ukisoma tu Timotheo wa kwanza 6:10 nayo inazungumza hapo 21 na mabaya ni kupenda fedha. Na ili hali mtu akipenda hiyo basi hujichoma kwa maumivu mengi.